kweli tulikuwa na mchezo mzuri sana jana. Dhamira ilionekana kabisa, vijana wanataka ushindi, kwa sababu kumbuka tulishapoteza mchezo uliopita dhidi ya Yanga, kwa hakutaka kuruhusu kufungwa tena kwa mara nyingine, hasa katika uwanja wetu wa nyumbani. Lakini sivyo bahati, makosa ambayo tuliyafanya yalipelekea Simba kutumia hiyo advantage na kuweza kuscore goli la pili. Lakini kwa ujumla mchezo ulikuwa, naweza nikasema ulikuwa kwa upande wetu zaidi, na basi tumepokea matokeo haya mabaya, lakini ndio mpira ulivyo, saa nyingine upate kile unachokitaka. Kuna baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanatokea ndani ya dakika 90. Nyinyi kama viongozi wa Singida Black Stars mmeyaonaje kwa ujumla? Of course hatukufurahishwa, hata benchi la ufundi alikufurahishwa, na hakuna mtu yeyote mwenye mapenzi mema na mpira wetu anaweza kafurahishwa na matukio yale ambayo hayakufanyiwa maamuzi sahihi. Lakini sasa kuna kamati za TFF za bodi ya ligi, mamlaka hizo zina wajibu wa kufanyia kazi, na nadhani tunaamini sana kwenye kamati ya masaa 72. Bila shaka watapitia michezo yote ikiwemo mchezo wetu, na wakiona kuna haki ambayo tunastahili kupewa watatupatia haki yetu. Lakini kwa ujumla tusiingilie majukumu ya kamati, tusiingilie majukumu ya kwanza kuwasema marefari. Kama kusemwa ingekuwa inabadilisha kila kitu, wameshasemwa sana. Kwa tuiache kamati ifanye kazi yake, na tunaamini tutapata mkeka hivi karibu. Na nilimsikiliza David Ouma kwenye press conference akisema kwamba malengo ya Singida nao ni kutaka ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Kwa namna ambavyo unaiona ligi na kikosi chenu, inawezekana hilo mlivyoona kuanzia mechi ya jana na mechi zingine? Kauli mbiu yetu ni inawezekana. Hata yale ambayo yalionekana hayawezekani yaliwezekana. Kuchukua ubingwa iliwezekana, kuingia hatua ya makundi iliwezekana. Kwa kama kocha anasema tunaweza kupata ubingwa, inawezekana. Kutazama hesabu zetu sawa, bado ni ngumu, lakini kwa mwenendo wa ligi kila timu inapoteza sasa hivi. Sio kama misimu iliyopita timu haipoteza hata mechi moja au inapata sare moja mbili. Sasa hivi timu zinapoteza, zinadondosha sana alama, na ni wapinzani wetu wakuu hapo juu. Kwa hiyo inawezekana. Hebu ngoja tuone ligi itakavyoenda mpaka mzunguko wa 20 hivi, labda tuone sasa zile 10 za mwisho kama hesabu bado zitaruhusu au hapana. Lakini kwa sasa ambapo kwa mfano kama Singida Black Stars hata nusu ya mechi ambayo tunataka tucheze za ligi kuu hatujafika. Tafsiri yake ni kwamba bado tuna mechi nyingi ambazo zinaweza zikaamua lolote lile ambalo tunatamani liwe. Kumekuwa na maneno mengi nje ya uwanja kwamba Singida Black Stars wamekuwa wakionyesha ukubwa wao wakiwa wanacheza na Simba, lakini wakicheza na Young Africans kumekuwa na low intensity kuliko wakicheza na Simba wanakuwa high intensity. Vipi hilo unaliona kwenye club? Ni kwa sababu Simba wanatukamia sana. Tukicheza na Simba wanatukamia kweli kweli. Kwa hiyo mechi lazima iwe na high intensity. Lakini sinadhani watu wanaangalia mechi ya Simba na Yanga Azif. Singida tunachezaga na Simba na Yanga tu. Tunacheza mechi nyingi, tunacheza na timu zote za ligi kuu. Kwa kama uchambuzi unatakiwa uwe fair, basi tuangalie, tufanye tathmini ya timu zote ambazo tunacheza nazo. Tusiingie katika mjadala wa mazoea wa Simba na Yanga. Na nyinyi waandishi muwasaidie wasikilizaji na watu ambao wanapenda michezo. Msiwamezeshe sana hivyo vitu. Badilisheni hiyo hali. Yaani leo hii jambo lolote mpaka Simba mpaka Yanga ndio inaonekana kama ndio story. Fanyeni tathmini ya kina, tathmini ambayo iko balanced, na muangalie michezo yote, msiangalie michezo miwili, kwa maslahi pia ya mpira wetu. Yaani siangalie Singida Black Stars peke yake. Tuangalie mpira wetu kwa ujumla. Kwa tunapochanganua au tunapohoji hivi vitu, tunaendelea kuendeleza hizi story na tunazidi kuwalisha watu chakula kile kile, hatuwatendei haki wale wanaopenda mpira wa miguu. Kwa jumla sisi hatuingiagi kwenye hizo siasa, na hatupendi kuzisherehesha sana kwa sababu zinaendelea kudumaza mpira wetu. Okay.